Ndiye sawa. Umesema? Unataka kuongea nini? Akishani. Pointi yako inamaanisha kwamba wanamuuzia nani hizo mbegu? Hamna, sijaongea kitu kama hicho kabisa. Kuna kama una wasiwasi? Hapana, kawaida. Kwa wale mabinti hizo mbegu wanazipeleka wapi? Oh, Salma. Oh, mtoto. Oh, umeniacha hoi baba. Oh. Toto sema mimi na ukibali sema ndio hivyo. Kwanza unapojifanya mjeuri. Unajua nini? Oh, shafika kwangu tulia. Hata kama unataka yani kuniangalia usema si umenikazia, usiniangalie. Kwanza advertising mango ngamia. Ngamia moja ukimsaga kwanza atokabisha kwa juu. Ngamia kwanza kimya tu anakunya keki. Umekuja. Unashindana. Ngamia kimya tu anakunya keki. Sisi ndo familia ya Mo. Tuna pesa sisi. Wewe tukatae hivyo, kwani tukatae? Siku nikifa unaona? Hello class. Sasa. Za mdau? Kama mnaendelea kujisomea. Kama mnavyoelewa, sasa tunaenda kufanya mitihani ya mwisho the end of the semester, UE, si ndio? Ndio. Amina? Sawa, Amina. Anakaa pale. Huyo hapo sema ajaji siku hizi mtoro. Haitaki kusoma, kwani kusoma wao. Lakini kama hujalipa ada, jiandae, hautafanya mtihani huu na utafukuzwa. Amida, zamu yako inafuata. Sawa. Na jambo kidogo la kuongezea hapo kuhusu Amida. Huyo darasa la 4 tulikuwa tunasoma mashairi ya Majigambo. Anakwambia, Amida anakwambia wala sikutanii. Sio kila mtu lazima asome. Amida umebarikiwa yule ndio mfanyakazi wangu naye. Amida nakwambia sio kama nakutania. Amida anakwambia lazima uje kwa mfanyakazi wangu ndani. Sio muhimu. Endeni kujiandaa na mtihani. Toka siku ya kwanza nifikia hapa chuo, yaani sijawahi kumuona mwanamke ambaye alonivutia kama wewe. So yaani natamani uwe wangu. Yaani sijui niseme vipi, lakini wewe ongea tu. Sasa mapenzi hajifichi. Yaani kiukweli kutoka moyoni, toka nifike hapa chuo, yaani ndo mwanamke ambaye aliyetokea kunivutia. Kweli? Yaani hiyo ni uhalisia mtupu. Yaani ningetamani kusiwe na kikwazo chochote. Yaani nipo true love kwako kweli yani. Hapana, sawa, usinitanie bana. Haki ya Mungu namaanisha. Au unaona sura yangu mimi ipo kimasiara? Hapana. Nakupenda.
upo tayari kuwa na mimi katika mahusiano? Ya, niko tayari. Ukiwa na laini ya Halotel unaweza kujipatia GB 10 kwa shilingi 11,000 tu, ambazo GB hizo zitadumu ndani ya miezi 8. Yes, hayo ni mambo ya Chris Bando. Chris Bando ana namba 4, ila mimi nitakutajia 2 tu, na 2 nitaziandika hapo chini. 0717048048 au 0785736361. Na namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu, na kama unataka kulipia bando lenyewe nitakuwekea hapo chini. Hakikisha jina natoka Christopher Luoga. Ukishamaliza forward muamala wako katika hizo namba nilizokutajia za Chris Bando. Chris Bando, bei kitonga. Nyie mbona nyie jana sijaona chuoni? Mimi toka juzi nilimwaga madam, kwa hiyo ile analielewa. Na wewe? Mama alikuwa amesafiri, kwa aliniachia mtoto. Kuna taarifa zenu nimezipata. Hizo zitakuwa taarifa sio za kweli madam. Kesho na wahitaji ofisini kwangu. Sawa. Amida, najua nimekuita hapa umeona kilichomtokea mwenzako Amina. Amekataa kunipa kitu kidogo tu. Kwani angenipa angepungukiwa nini? Eti sasa. Lakini sawa, naomba msamehe rafiki yangu, kwa maana nyumbani kwao na maisha magumu sana, na sitoshe yeye anasoma kwa sababu ya kuinua familia yake. Sasa nipo chini ya miguu yako na kuomba msamehe rafiki yangu. Aha. Sasa nimebadilisha mawazo. Nataka wewe unipe na wewe mwenzio Amina anipe. Mkifanya hivyo atarudi kuendelea na masomo. Ukiwa tayari unifuate ofisini. Lakini sasa mimi siwezi. Dada samani. Mambo vipi? Safi. Mimi naitwa Dea. Sio unaitwa nani mwenzangu? Naitwa Rachel. Okay, samani. Naweza nikaongea naye kwa dakika chache tu kama ukijali? Sawa, nakusikiliza. Basi sawa. Asante pia kwa kunisikiliza kwa dakika chache hizo ambazo mimi naye tumeweza kuongea. Okay. Mimi sio mwengo dada. Mimi toka nilipokuona vitu kama tunaongozana mimi na wewe ukiwa mbele mimi nikiwa nyuma. Nilitokea sana kukupenda. Ila kama utojali, lakini kwa sababu ni mara ya kwanza mimi nitoka tumeonana, kwa hiyo nimetokea mimi kukupenda binafsi yangu. Oh, ulivyoniona tu kanipenda? Yeah. Kweli? Yeah, nimetokea kukupenda. Wala sio muongo, wala siwezi kukudanganya kwa sababu toka nimekuona tukiongozana basi mimi mwanangu katokea kukuelewa wewe. Pole na bahati mbaya, mimi sijakupenda, sijatokea kukupenda. Sawa, labda ungeweza kuniambia mapungufu yangu nini ambapo mpaka unanijibu hivyo kiasi kwamba hiyo? Hapana, nimejikuta tu sina hisia na wewe. Unajua wewe ni majibu unaoniambia ni mazito sana mbele ya mwanaume kama mimi, ukiniambia maneno kama hayo unanishangaza.
Hizo nyewe wanaume mnataka mdanganye. Nikwambia ukweli, mimi sina hisia na wewe, unalazimisha. Ni kweli una hisia na mimi, lakini hisia haiwezi ikapatikana ndani ya siku moja. Ndio maana hata mimi nilipotokea kukuona nikakwambia nimetokea kukupenda. Mimi siko tayari kukupenda. Kwa nawe kwenye mahusiano. Ukifanya hivyo utakuwa unanikomoa mimi kabisa. Kwamba uone kama utakuwa unaotesa moyo wangu na uteketeza katika msumari wa moto. Bea. Ukimwi mwangalie ukasikiliza ukimwi. Ana ukimwi. Kaka wewe, kumbe wewe umeoza afu unataka uniue. Ni maneno tu anachuo. Si unajua anachuo hata kuona sisi tuna survive hapa chuo. Na familia wananitegemea, hapana. Kwa hiyo sasa ni jibu langu unanijibu vipi? The time to offer a sacrifice. Madam, why did you stop offering sacrifice? What's the problem, madam? Mbona mnanichanganya? Kama ni kafara nitatoa, ila mbona mnakuja na sura tofauti tofauti, mara za walimu, mara za wanafunzi, na leo mmekuja na sura ya kijana mpya? Madam, always remember that life like a book. Some chapters is sad, some happy. All necessary, end of the story. Have a good night, madam.